Sasa mimi nishafungua faili hapa. Kaka, unatafuta faili yako hapa? Nisipoiona itabidi ufungue faili nyingine. Sasa itakuwa mara ngapi? Shoga. Sitakata kwa. Mimi nikija hapa nafungua faili. Kaka, basi subiri pale. Basi nakwambia jana. Basi kaa pale kaka. Nilikunywa. Jana siku ilikuwa. Shoga. Sitakata kwa disi. Patie picha. Yaani kaka ni mbichi. Sisi wenyewe ni wagonjwa. Rudi huku sisi. Rudi huku tuhudumiwe. Sisi wenyewe tumekaa hapa tunasubiria huduma hiyo hiyo. Yaani Nesi. Ilikuwa ni shida. Dada. Dada. Kaka, basi hata pembeni pale. Asa nitakeje pale kila saa nyinyi mnapiga tu story rafiki yangu muda wote mnatafuta faili ile lile. Shoga. Watu wanapata taabu juu ya utendaji wa kazi kwa baadhi ya watumishi kwenye hospitali hii. Tuangalie sheria ipoje kuhusiana na watu kama hawa. Sheria namba 8 ya mwaka 2002 ya utumishi wa umma imeweka misingi ya uwajibikaji wa watumishi wa umma kupitia mfumo wa wazi wa kutathmini utendaji kazi. Kanuni ya 23/28 imeweka bayana dhamira ya uwajibikaji kwa kila mtumishi wa umma, kuweka malengo na baadaye kupimwa utendaji kazi kwa wazi. Sawa, kumbe serikali ilitunga sheria zinazosimamia utendaji wa watumishi wa umma kwa mfumo wa mapitio na upimaji wa utendaji kazi. Sasa, huo mfumo wa OPRAS ni nini? Ni utaratibu wa kupima utumishi utendaji wa kazi kwa kipindi cha mwaka mmoja, na mfumo huu una sifa zifuatazo: uwazi, kuruhusu mtumishi na mwajiri kujadili kwa pamoja kuhusu malengo; ushirikishwaji, kuwashirikisha watumishi katika mchakato mzima wa kutathmini utendaji wa kazi; uwajibikaji, kila mtumishi atasaini mkataba wa utendaji na kutekeleza kulingana na shabaha zilizokubalika; umiliki, kuonyesha uhusiano ulioko kati ya malengo binafsi ya mtumishi na yale ya taasisi nzima. Kumbe OPRAS ndio ipo hivyo. Ni kitu kizuri sana. Basi mfumo huu wa OPRAS ungekuwa unatumika, hali ingekuwaje? Mwingine aje? Unaitwa nani? Lulu. Kadi yako tafadhali. Okay. Chukua kadi hapa. Kaketi pale kwenye chumba cha daktari. Ukifika uonyeshe kadi, lakini pia mueleze unasumbuliwa na nini. Sawa? Pole. Mwingine aje? Kumbe OPRAS ikisimamiwa vizuri, mambo huenda sawa kabisa, kwani kila mmoja atatambua jukumu lake na hivyo kufanya jitihada kutimiza malengo yake kama alivyojiwekea katika kazi zake. OPRAS inaongozwa na fomu ya kujaza, na wengi sana hupata ugumu katika ujazaji wa fomu hii. Basi tuende tuone namna gani fomu hii hujazwa. Maelekezo ya namna ya kujaza sehemu ya kwanza. Katika sehemu hii, mtumishi anayepimwa anawajibika kujaza visanduku hivi kwa kutumia herufi kubwa pale inapopaswa. Kila kisanduku kitajazwa kwa tarakimu au herufi moja tu. Kwa kwanza, mtumishi anajaza taarifa zake binafsi akiwa peke yake. Mtumishi anayepimwa anapaswa kuwasiliana na msimamizi wake wakati wa kujaza fomu hii. Habari za saizi daktari? Salama. Umeshajaza hiyo fomu? Ndio, nimekuletea hii hapa. Okay. Asante sana. Okay, basi unaweza kukaa ili tuweze kuijadili pamoja. Baada ya mtumishi kujaza taarifa zake binafsi, moja kwa moja msimamizi na mtumishi wake huenda sehemu ya pili. Basi sehemu ya pili inahusiana na nini? Maelezo ya sehemu ya pili.
Sehemu hii inaorodhesha makubaliano ya malengo binafsi ya kazi yatakayotekelezwa kwa mwaka huo. Malengo haya yanatokana na malengo ya taasisi, idara, sehemu au kitengo. Mtumishi anayepimwa atajaza malengo binafsi kwenye safu hii baada ya makubaliano na msimamizi. Haya ni maelezo sahihi na mahususi yatakayoelezea matokeo yatakayopatikana kwa kipindi cha utekelezaji. Kila lengo ni lazima likizi sifa zifuatazo: liwe mahususi, linapimika, linatekelezeka halisi na lina muda maalumu wa utekelezaji. Mtumishi na msimamizi wanakubaliana malengo ya utekelezaji kwa kuyapa kipaumbele kutegemeana na umuhimu. Sasa hili lengo la kwanza umeliandika vizuri sana. Sema kwenye upande wa mahitaji ya rasilimali zinazokubalika kukuliweka vizuri. Sasa itakaje hapo dokta? Okay, hii inatakiwa mara kwamba ilikuwa nafanya kazi lakini ilikuwa sijui target yangu nini. Hilo nalo neno Kweli tena. Naweza mimi nimetoka kwenye chumba cha daktari, tumeelekezana vizuri. Yaani palipo na amani ya kutosha. Na pia nitaweza kufanya kazi vizuri na kuelezea ni changamoto gani ambazo tunakutana nazo tukiwa kazini. Hii itasaidia sana. Au unaonaje? kweli naweza kusaidia, ila mimi nitajaza kesho. Sehemu ya pili tumeweza kuona makubaliano ya utendaji kazi baina ya msimamizi na mtumishi wake. Hivyo basi, malengo yanapaswa kutekelezwa kama vile walivyokubaliana kwa muda huu kutoka Juni mpaka Disemba. Je, watumishi wanaweza kufikia malengo kama walivyokubaliana? Kaka, pole sana. Tumepata matatizo ya kipimo chetu na tumemwita mtaalamu mmoja akirekebisha. Sasa dada yangu mimi nifanyaje dada yangu eti? Kama utojali, unaweza kurudi kesho au kwenda hospitali yote ya mkoa na ukapata matibabu. Lakini mnajua kama mimi nateseka dada. Tunajua. Pole sana kaka. Sio makusudio yetu. Pole. Haya, asante. Pole. Asante dada. Kumbe watumishi wanaweza kukutana na changamoto nyingi sana katika kutimiza malengo yao waliojiwekea. Je, inakuwaje katika fomu yake ya maendeleo? Sehemu ya 3 ya OPRAS inatupa mwongozo. Okay, sasa nimekuita hapa leo ili tuweze kupitia ile fomu yako ya OPRAS. Maana yake sasa ni karibuni miezi 6. Ndio, ni kweli. Sasa tutapitia lengo moja baada ya jingine ili kuangalia ni malengo gani ambayo uliyakamilisha na yapi ambayo ulishindwa kuyakamilisha. Na yale ambayo ulishindwa kuyakamilisha ni kwa sababu zipi zilizosababisha ushindwe kutekeleza majukumu yako. Ni kweli dokta. Kwa sababu kuna malengo mengine ilikuwa inahitajika kuyafanya, lakini kutokana na changamoto zilizokuwa ziko nje ya uwezo wangu, nilishindwa kabisa kuyatimiza. Sasa hapo ndio vizuri zaidi. Ndio utabidi sasa unieleze moja baada ya jingine katika yale ambayo yalifanya ushindwe kutekeleza majukumu yako ili tuweze kuyaweka sawa, tuangalie ufumbuzi wake ili tuweze kufanya kazi vizuri. Maelezo ya sehemu ya 3, mapitio ya nusu mwaka. Madhumuni ya kufanya mapitio ya nusu mwaka ni kufuatilia utendaji wa mtumishi anayepimwa. Hii inafanyika kwa kutizama maendeleo ya utekelezaji wa malengo binafsi ya mwaka mmoja ili kujua rasilimali zinazohitajika kwa kipindi kilichobaki cha miezi 6 ya utekelezaji wa malengo ya mtumishi. Tukiangalia katika hapa namba 6, hii dokta ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio. Hii itabidi tuwekee alama ili tuweze kuendelea kuangalia changamoto zake na tutafute ufumbuzi ili kazi ziweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tutajitahidi kadri tunavyoweza kuendelea kutafuta ufumbuzi. Mtumishi na msimamizi watajadiliana na kukubaliana kama kuna mabadiliko yoyote ya kazi ama malengo na kuhakikisha wanayaweka kwenye maandishi kwa ajili ya kumbukumbu. Baada ya kufanya mapitio ya nusu mwaka ambapo mtumishi anamweleza msimamizi wake sababu na changamoto zake, ni kitu gani kinafuata? Maelezo kuhusu sehemu ya 4 ya kurekebisha malengo. Iwapo patakuwa na badiliko lolote la lengo kwenye sehemu ya 3, ni lazima lionyeshwe kwenye sehemu ya 4.
Malengo yote binafsi ni lazima yaoneshe matokeo yanayotarajiwa na yazingatie makubaliano kati ya mtumishi anayepimwa na msimamizi. Baada ya makubaliano ya malengo yaliyorekebishwa, mtumishi anayepimwa na msimamizi wataandika majina yao rasmi na wataweka saini tarehe kwenye nafasi husika ya sehemu hii kwa kumbukumbu. Baada ya kurekebisha malengo, naona kuna mabadiliko katika utendaji kazi. Kuna kazi ambazo tayari zimeshafanyika na changamoto ambazo tayari zimetatuliwa, japokuwa changamoto nyingine bado. Mwisho wa mwaka ndio huu umefika. Nini ufuata? Sehemu ya 5 inaenda kuzungumzia upimaji na utendaji kazi wa mwaka mzima. Sasa hapa kwenye lengo la kwanza tukubaliane kabisa umeshindwa kutekeleza majukumu yako kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hapa takuwekea maksi chache. Lakini daktari, kulikuwa na sababu zilizoeleweka. Sawa, tutaziangalia. Lakini kwenye hili la pili umelifanikisha kwa 100% na hili la 3. Asante sana daktari. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo kwenye hili la 4 lenyewe bado mafanikio hayajaonekana. Kwa tutaendelea kufuatilia kuangalia katika mengine yanayofuata tumefanikiwa kwa kiasi gani. Maelezo kuhusu sehemu ya 5. Msimamizi ni lazima atathmini na kuweka kumbukumbu ya kiwango cha utekelezaji kilichofikiwa na mtumishi anayepimwa kulingana na matokeo yaliyotarajiwa kwa kila lengo. Hii ni pamoja na kutathmini endapo malengo yaliyotekelezwa ni kwa muda uliotarajiwa na kwa kuzingatia vigezo vingine vya utendaji. Maoni kuhusu mafanikio ya malengo ni lazima yaambatane na ushahidi. Kwa mfano, idadi ya walimu waliofundishwa katika kipindi hicho ni X. Shabaha ilikuwa ni Y. Au idadi ya walimu waliofundishwa katika kipindi hicho ni X na utekelezaji wake umefanyika kulingana na bajeti iliyotolewa. Pale ambapo malengo hayakufikiwa, ni muhimu msimamizi kutoa maelezo kama palikuwepo na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wa mtumishi anayepimwa. Mfano, mabadiliko yasiyotarajiwa ya taratibu, nyenzo ama wingi wa kazi zilizokwamisha utekelezaji wa malengo. Kwenye upande wa kuongoza na kusimamia utapata alama 1. Asante daktari. Hata mimi naona hivyo. Sawa kabisa. Halafu kwenye uwezo wa ubunifu, hivi unafikiri hapa ni kwa maksi ngapi? Ubunifu. Alama 2 daktari. 2? Ndio. Hapana. Nitakupa alama 3. Maana kwenye hili huwa huleti mawazo mapya kazini. Nashukuru daktari. Asante. Tumeona sehemu ya 5, msimamizi na mtendaji wake wanapitia malengo yao ya mwaka. Hapa OPRAS hutoa tathmini ya utendaji kazi wa mtumishi. Sehemu ya 6 hutoa alama ya utendaji bora. Kuna uwezo wa kufanya kazi na wenzi. Kwa hiyo utapata alama 5. Dokta, hapo unanionea. Mimi ndio nimeshaandika. Uwezo wa kujieleza kimaandishi utapata alama 4. Wewe una kiburi na wakubwa zako bwana. Hapana dokta, sitakubali kwa hilo. Sitakubali kabisa. Nitahitaji zoezi hili lisimame na msikilizaji wa ziada ili tuafikiane. Sawa? Tutaita wewe msikilizaji naye atoe maoni yake. Maelezo kuhusu sehemu ya 6. Hii inahusu kuangalia mwenendo wa tabia ya mtumishi anayepimwa kuhusiana na utendaji wake wa kazi na sio kiwango tu cha ujuzi na uwezo. Tathmini hii ina lengo la kuweka bayana uwezo na udhaifu wa mtumishi anayepimwa ili kumsaidia kuongeza kiwango cha utendaji katika siku za baadaye. Mfano wa management ya utendaji kazi haupaswi kuangalia matokeo ya utendaji kazi pekee, kwani njia ambazo mtumishi atatumia kufikia malengo yake
zinaweza kuathiri utendaji kazi wa watumishi wenzake. Ni lazima msimamizi atilie maanani kiasi cha nguvu mtumishi alichoelekeza kwenye kazi na jinsi anavyoshirikiana na watumishi wenzake. Utoaji wa alama za sifa za utendaji kazi bora ni lazima uzingatie tarakimu kuanzia 1 hadi 5 kama ilivyoelekezwa. Alama iliyopewa namba 1 inawakilisha utendaji uliotukuka. Alama iliyopewa namba 2 inawakilisha utendaji juu ya wastani. Alama iliyopewa namba 3 inawakilisha utendaji wa wastani. Alama iliyopewa namba 4 inawakilisha utendaji dhaifu. Alama iliyopewa namba 5 inawakilisha utendaji dhaifu sana. Kumbe huwa inaweza ikatokea walakini katika zoezi hili. Sasa nini hufanyika ikitokea hivyo? Sehemu ya 7 itazungumzia haya. Kwa hizi alama dokta, itabidi uzikague upya, maana kama kuna sehemu nyingi na kama kuna uonevu. Sawa bosi, lakini itabidi tujadiliane. Maana hata yeye kuna baadhi ya maeneo ambayo amekuwa akifanya uzembe mkubwa. Ndio, lakini si kote dokta. Basi itabidi tukague kipengele kimoja baada ya kingine ili tuweze kumaliza swala. Sawa, mimi tupitie kipengele kwa kipengele. Maelezo kuhusu sehemu ya 7. Matokeo ya utendaji kazi kwa ujumla. Mtumishi atapimwa utendaji wake wa mwaka kwa kuzingatia matokeo halisi yaliyopatikana kwa mwaka mzima na kuangalia sifa za utendaji bora wa kazi. Matokeo haya ya utendaji kwa ujumla yatapatikana kwa kupata wastani wa sehemu 5 na 6 ya kujaza fomu ya mwamtuka. Alama hiyo ya wastani itajazwa katika kisanduku kilichoko upande wa kulia wa sehemu hii. Aidha, mtumishi na msimamizi watatoa maoni binafsi kulingana na zoezi la mchakato wa utathmini wa utendaji lilivyokwenda. Maoni haya yatatokana na kuridhika ama kutokuridhika na zoezi zima. Kama mtumishi atakuwa amemwalika mwangalizi katika zoezi la tathmini ya utendaji, basi mwangalizi huyo naye atatoa maoni yake. Wote kwa pamoja watatakiwa kuandika majina rasmi, kuweka saini na tarehe ya siku zoezi la tathmini lilifanyika. Tumepitia fomu zenu za OPLAS ambazo zinaonyesha utendaji wenu wa kazi kwa muda wa mwaka mzima, na tunapaswa kutambua mchango wenu kwa kazi ambayo mmeifanya kubwa katika hospitali yetu. Kwa hiyo leo tutakuwa na watu ambao watapewa tuzo kutokana na utendaji wao wa kazi, kutokana na fomu zilizoonyesha, na wengine kuboreshwa mazingira yao ya kazi, na wengine watapewa kidogo adhabu na watakuwa kwa uangalizi kwa ajili ya kuangalia utendaji wao ambao umekuwa umezorota. Bila kupoteza muda, Matunzi, utendaji wako wa kazi umekuwa mzuri sana, na kwa ufanyaji wako mzuri wa kazi, mwezi ujao utapelekwa semina. Na Aziza, wewe ofisi imeamua kuboresha mazingira yako ya kazi. Kwa hiyo ofisi yako itaboreshwa na utapewa vitendea kazi ili kuweza kuboresha utendaji wako wa kazi kwa mwaka mwingine unaofuata. Neema, kidogo umekuwa mzembe kwenye kazi yako na inaonyesha kwamba unahitaji mabadiliko. Kwa hiyo tunakuweka kwenye uangalizi kwa muda wa miezi 2 ili uweze kurekebisha utendaji wako wa kazi uendane na wenzako, na kama hukufanya jitihada za kurekebisha, basi itabidi baada ya uchunguzi huo sheria ichukue mkondo wake. Ila kama utabadilisha utendaji na kwenda na kasi ya wenzako, basi itakuwa vizuri ili tuweze kwenda vizuri kwa mwaka mwingine, na wewe ikiwezekana uweze kupata zawadi kwa mwaka unaofuata. Kwa hiyo hiyo ndio ripoti ya fomu zenu zinazoonyesha za OPLAS ambazo tumekuwa tukizijaza hao, na nawapongeza sana kwa ushirikiano pamoja na nyie katika kazi, na washukuruni sana. Nashukuru daktari.
Hiyo ilikuwa ni sehemu ya 8 inayohusu tunzo, hatua za kuboresha utendaji na hatua za kinidhamu. Hivyo tumeona maana na namna ya kujaza fomu ya OPRAS. Pia tumeona faida na changamoto za mfumo huu, mapitio, upimaji na utendaji kazi.